Mchawi! Tulia we bibi, mwalimu wa memko yuko wapi? Huyu naye katoka wapi jamani? Amekuja kuniharibia siku. Mimi sijui. Haujui utaenda kunielekeza vizuri. Fyatuka! Unanipeleka wapi? Shasha anko, mimi nilikuwa naomba tumalize hili swala mapema kwa sababu tayari naona watu washaanza kunishobokea. Wanakuja nyumbani kwangu, wanaanza kunambia sijui, we Shemtoi ni ndugu yetu, tunataka tukufanyie majindiko kwenye nyumba yako ya kifahari. Yaani vitu vya hovyo hovyo kabisa. Wachawi wanazidi kuwa wengi tu. Sasa nilikuwa naomba tubadilishe mapema hili jina. Nataka hadi kesho kutwa dokumenti zote za ule mjengo zinasoma jina langu Shemtoi. Sitaki kuona jina la mtu mwingine tena, ili mambo yasiwe mengi. Nikitukana watu, ni watukane kwa usahihi kabisa. Mimi kwanza nikutoe wasiwasi bro, kwamba swala la kubadilisha jina kwenye hizi document kwako ni rahisi sana. Halina wasiwasi hilo, wala halina shaka, kwa sababu unazo full document ambazo ni original na zina mhuri wa serikali. Kwa hiyo ni swala rahisi sana, halichukui muda. Ni siku moja tu utakuwa tayari ushakamilisha. Na pia nikwambie kwamba hakutatokea mtu mwenye uwezo wa kukupokonya ile nyumba kisheria. Hata amalize mahakama zote ulimwenguni, hawezi kukupokonya kwa sababu document unazo wewe na ni original kabisa. Ndio maana leo nimetukana watu mimi mjomba. Nimetukana watu kishawashawa. Nimewaambia hivi, mimi hii nyumba hamuwezi kunipokonya, hata muende kwenye mahakama za kichawi, muje na mizimu. Hii nyumba mimi itabaki kwa ya kwangu milele na milele until I die. Kuna mjomba wangu mmoja alikuja hapo anajiita Fuvu, nimemkataa mbele za watu. Nikamwambia wewe sikutaki na wala sikujui. Hii nyumba sio ya kwako na huna kiwanja, paondoka. Nikamfukuza. Eti alikuwa anataka kuniletea mizimu sijui aniwekee matambiko. Nikamwambia sitaki matambiko, mimi nataka sheria. Wewe koma kwenye sheria tu bro. Achana na matambiko kabisa. Kwanza mimi nimekuona ni mtu mwenye akili sana. Awareness ya hali ya juu na unajitambua. Ulivyoniambia brother nataka nibadilishe jina la hatimiliki ya hii nyumba. Kwanza nimekuona ni mtu ambaye unajitambua sana, kwa sababu watu wengi wananunua nyumba alafu wanasahau kubadilisha majina kwenye zile hatimiliki. Baadaye kukiwa na mgogoro ni rahisi kwao kupokonya zile nyumba. Sasa wewe ukibadilisha tu jina kwenye ile hatimiliki, basi hakuna mtu atakaye kugusa kisheria. Akili blaza, mimi kichwa changu ni kamili na kinafikiria kwa marefu na mapana. Japo kuna watu wananiambia kichwa chako kimebinuka kama kidonge cha utapia mlo, wengine wananiambia kichwa chako kama chungu cha kwele cha kuchemshia dawa, lakini ukiangalia kiusahihi kabisa kichwa changu kina high degree of performance, PhD. Ni kweli kabisa. Mimi mwenyewe na comment yes, una high degree of performance, PhD, kwa sababu kwa mtu ambaye akili zake haziko sawa, hawezi kufikiria mambo kwa upana kama wewe. Wewe una akili bwana. Sasa mimi nilikuwa naona tulianze hili swala mapema. Leo hii. Lakini unatakiwa uanzie kituo cha polisi. Uende ukaombe kibali cha kubadilisha jina kwenye hati miliki za nyumba ambayo umenunua, alafu tuendelee na michakato mengine. Au unasemaje? No comment brother, we have to go right now. Unaongea na Kiingereza kabisa. Ni 24 hours. Nimejifunza kupitia application ya Teacher Zungu iliyoko Play Store. Inafundisha Kiingereza kwa Kiswahili. I see. Ngoja na mimi nitaidownload. Sasa bila kupoteza muda, naomba tuanzie kituo cha polisi. Unajua hii shule bwana, walimu wote mnaonekana kuwa wazembe. Hadi inafika mahali naona kama nimefanya uonevu mkubwa kumfukuza Shemtoi, kwa sababu hamna tofauti naye. Bi Kachala ni mwalimu wa zamu. Toka asubuhi haonekani hapa shule. Sijui kaenda wapi tu. Eti Sam, Bi Kachala kaenda wapi? Na istoshe sina taarifa yoyote ile kuhusu yeye. Kusema ukweli bosi, mimi sijui Bi Kachala kaelekea wapi. Lakini nakumbuka wakati nipo ofisini kwangu leo, nilisikia mtu ananiita, na ni Bi Kachala yule. Ananiita, Sam, toka nikuonyeshe video, sijui video gani tu, hata sielewi. Mimi nikakaa kimya sikutoka. Ghafla nasikia mara nasikia kuna issue gani tena? Nikafungua mlango nakuta hamna mtu yoyote, lakini nahisi kuna tatizo kubwa limetokea mkuu. Tatizo gani tena? Ina maana unataka kuniambia leo Bi Kachala alifika shule? Mimi nina hakika Bi Kachala leo alifika shule kwa sababu nimemsikia kabisa ananiita kwa masikio yangu mawili, Sam, lakini nilivyotoka sikuona mtu. Nadhani kuna tukio la kimizungu limetokea mkuu. Kuna shida. Kuna shida gani? Shida gani sasa? Hapo ndo sikuelewi Sam. Ni shida gani imetokea? Au Shemtoi ameanza kulipiza kisasi? Inawezekana mkuu, maana yule mtu nahisi kachukuliwa kichawi. Nilisikia sauti moja tu, baadaye kimya. Natoka nje, hamna mtu yoyote. Kandele kano kumbe bwana nikantana. Nikantana. Kandele kano kumbe bwana nikantana.
Hapo sasa nikantana mimi hapa mjomba Nchumali, nimekuzimia wewe. Hapa nina upwepwe. Upwepwe sio upwepwe, ni kichaka cha upupu. Ni kichaka cha upupu. Kumbe mimi bwana niko vizuri kwenye kulapu kama yule Kendrick Lamar aliyechukua tunzo ya Grammy yule. Karibu sana bibie, usiwe na wasiwasi. Hapa huko sehemu salama kabisa. Eti sehemu salama? Sehemu salama kuna tisha hivi? Yaani kwanza niulize, mmenileta huku kwa ishu gani? Mnataka kunitoa kafara? Halafu nyie mnabeba watu ovyo tu, mnakuja kubeba serikali. Munakuja kubeba serikali mpate matatizo makubwa. Mimi nikipiga simu moja tu hapa, makomando wanazingira kilinge kizima hiki. Mbwani, ukipiga simu akija hapa wanakukuta supu. Ni bora ukae kwa kutulia. Tena uwe mpole kabisa. Karunde, Tawile, umeniletea mama yako wa kambo mwanangu. Ama huyu ni nani? Acha tamaa baba. Mimi sijamleta kwa kazi hiyo. Huyu nimemleta kwa kazi moja tu. Atatuambia ni wapi alipo Shemtoi, kwa sababu nimepeleleza, nimeambiwa huyo Shemtoi alikuwa ni mwalimu wa Memkwa na alikuwa anafanya kazi kwenye shule ambayo huyu bibi nimemkuta. Kwa hiyo yeye anaweza kujua vizuri kabisa anapoishi Shemtoi kwa sasa. Aha, safi kabisa Karunde. Hilo litakuwa ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, mimi huyu nimempenda. Amenivutia, ana cutting zangu kabisa. Mambo yangu haya. Nimechoka kuwa single. Useku ni mwela mizi iswelo miyangu. Hikubwe davi hile hivyo. Hikubwe da mio hadi nachanganikiwa. Hikubwe da nakupenda wewe bibi. Wewe unaitwa nani kwanza? Unaitwa nani mwenzangu? Mimi naitwa Bikachala, lakini siwezi kuwa na wewe kimapenzi kwa sababu sio type yangu. Huna hadhi ya kuwa na mimi. Nikikuonyesha boyfriend wangu wewe, hata huyu binti yako mdogo, huyo mtoto wa 2000 hagusi shati lake. Wewe bibi unanichokonoa. Unataka nikupromoshe matusi? Mwambie baba yako aache tamaa. Baba yangu mjomba Nchumali, acha tamaa, mshika mawili moja humponyoka. Tumalize hili kwanza, alafu baadaye ndo umfuate huyu mama umwambie unamtaka. Sawa mwanangu Karunde, nimekuelewa. Tutaanza moja baada ya lingine. Sasa Bikachala, umeniambia unaitwa Bikachala Bikachala, mimi nakutaka. Nakutaka tena mvele kanchanganya akili huyo. Bikachala, mimi nataka kujua Shemtoi yuko wapi? Mimi ngoja niongee ukweli tu ili tumalize haya mambo, niwahi kurudi kazini kwa sababu mmenitoa kazini. Ni kweli mimi nilikuwa nafanya kazi sehemu moja na Shemtoi, lakini yule mwenzetu alifukuzwa kazi kutokana na utovu wa nidhamu. Alifukuzwa kazi, lakini jana wakati napita mtaani nikakuta kusehemu kuna ugomvi. Kwenye ule ugomvi nikamuona Shemtoi kasimama mlangoni akijinadi kwamba yeye ana nyumba ya kifahari. Alisimama kwenye nyumba kubwa nyeupe ya gorofa. Bonge la nyumba la kifahari. Nyumba yetu hiyo bwawe Kibailwa. Jamani Kibailwa, nyumba ya kwetu hiyo bwana. Mimi nakuomba utupeleke. Saizi uongo binti. Nina kazi kibao za kufanya, natakiwa niwahi kazini. Lakini kama utakuja baadaye pale uliponichukua, naweza kuwapeleka. Leo tutapata bahati ya kutembelewa na mwanasheria gwiji hapa mtaani kuliko wote. Karibu sana Kipara. Asante sana afande kwa misifa hiyo kem. Unavyonipa misifa sasa mimi bichwa hilo. Unastahili sifa bwana Kipara. Huko mtaani sasa hivi mtu yoyote mwenye kesi ilomkalia vibaya, utasikia tu jina lako linatajwa. Kipara. Kwa sababu wewe ni kiboko, hakuna kesi na kushinda we. Ni kweli bwana Kwicho, nastahili sifa kwa sababu kwanza nimesoma masters ya sheria Urusi. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na wanasheria wengine hapa mtaani. Sasa mimi nimekuja, nina jamaa wangu kanunua nyumba milioni 100. Sasa anataka abadilishe jina la hatimiliki. Ina maana ile nyumba baada ya kununua jina lilikuwa ni la yule mmiliki wa kwanza wa nyumba. Sasa anataka kubadilisha kwa jina lake. Hivyo tulikuwa tunaomba utupe kibali, utuandikie kibali, tukaanze hiyo process mapema. Ni sawa tu. I say uncle. Oi. Ingia ndani. Kapurumundu kichwa cha kenge mwenye utapia mlo. We bwana nakutafuta kama shilingi ya mkoloni.